Kuna mtu amekutumia message WhatsApp, halafu akaifuta kabla hata hujaisoma na ukabaki unajiuliza alikuwa amesema nini huyu? Watu wengi wakiona this message with deleted wanajua basi mchezo umekwisha. Lakini vipi kama nikikwambia kuna njia ya kuona message hizo hata baada ya kutwa? Leo nitakuonyesha app moja ambayo inaweza kusaidia kuhifadhi notifications za WhatsApp na kusaidia kuona message zilizofutwa. Angalia mfano huu. Mtu anatuma message WhatsApp inasema hello mambo, baada ya sekunde chache anaifuta. Ukifungua WhatsApp utaona tu this message was deleted. Lakini ukifungua application hii ambayo tunaitumia na kuingia ile sehemu ya WhatsApp, basi hapo utaona ile message aliyoituma hello mambo kama alivyoituma vile vile. Na hii ni kuonyesha kwamba application hii inahifadhi message hata baada ya kufutwa. Sasa unaweza ukajiuliza application hii inafanyaje kazi? Application hii haizuii WhatsApp kufanya kazi yake. Badala yake app hii inahifadhi taarifa au notification zote zinazoingia kwenye simu. Kwa hiyo message ikitokea kwenye notification yako kabla haijafutwa, application hii inahifadhi. Baadaye kuja kufungua application yako, baada ya kuja kufungua app utaiona message ile hata kama ilikuwa imeshafutwa. Baada ya kujua inafanyaje kazi, tenga kuonyesha namna gani ambao unaweza kuidownload na kuiset application hii. Cha kwanza kabisa, fungua Google Play Store kwenye simu yako. Baada ya kufungua Google Play Store, andika NotiSave, na hili ndio jina la app ambayo tutaenda kuitumia kusoma message zilizofutwa. Baada ya kuandika search, Google Play Store itakufungulia application yako na utaiona. Kwa mbele hapo utaona sehemu imeandikwa install. Bonyeza sehemu imeandika install. Ukibonyeza install tu, application yako itaanza kudownload. Itachukua muda kidogo, utasubiria kulingana na kasi ya mtandao wako. Na wakati na download hapo, usiache kusubscribe kwenye channel yetu ili kupata taarifa ya video zote ambazo tunafundisha kuhusu teknolojia. Baada ya kumaliza kudownload, itaingia moja kwa moja kwenye simu yako. Sasa utaamua ifungulie huko Play Store au ifungulie kwenye simu. Mimi nitaenda kuifungulia kwenye simu. Ukifungua application hii, kwa maana kwanza utakutana na app kama hii. Kwanza bonyeza X pale juu, haina maana sana. Bonyeza next, bonyeza next tena. Ukibonyeza next, kwa juu hapa itakuletea notification, bonyeza allow. Bonyeza next tena hapa chini. Itakupeleka moja kwa moja kwenye application zako. Fungua ile application na NotiSave. Ukifungua, bonyeza hiki kitufe hapa cha allow notification. Ukibonyeza hapo, bonyeza neno allow. Hapa tunachokifanya ni kuiruhusu NotiSave kuwa na access na notification kwenye simu zetu. Kwa hiyo baada ya kuruhusu hiyo notification access, tunarudi nyuma. Rudi nyuma kwenye simu yako, rudi nyuma tena. Baada ya kurudi nyuma kwenye simu yako, itakuletea notification kama hii, bonyeza sehemu iliyoandikwa allow. Itakuletea list ya app ambazo zinatakiwa ziwe zinatunzwa taarifa zake ndani ya app hii ya NotiSave. Kwa hiyo sisi kwa kuwa tumebase na WhatsApp, tutende moja kwenye WhatsApp. Mimi hapa natumia WhatsApp Business. Na kwa kuwa natumia WhatsApp Business, nitaruhusu. Kama unatumia WhatsApp ya kawaida pia unaruhusiwa, unaenda kuiruhusu. Sasa baada ya kuiruhusu WhatsApp kama hivi, hapa tayari unakuwa umeiruhusu application yetu ya NotiSave kuhifadhi taarifa zote ambazo zinakuja WhatsApp. Kwa hiyo hapo unaweza kuwa unasoma message zote zile ambazo zinakuja hata kama zimefutwa kupitia application hii. Kwa hiyo ukiona message imefutwa usijali, ingia NotiSave, fungua application yako, utakuta notification kwa juu kabisa hapa zinaonekana. Kama ni message za kawaida, kama NotiSave uliruhusu, utaziona na utafungua ile sehemu ya WhatsApp na utasoma message ile hata kama imefutwa. Lakini nikupe bonus tip moja. Mara nyingi application hii baada ya kuiruhusu inakuwa inazuia notification kuonekana juu kabisa pale kwenye simu yako pale inapokuwa imeingia. Kwa hiyo ili sasa kuiruhusu application zote zile zinatoa notification licha ya kuwa inakuwa inahifadhi taarifa zake huku, angalia hapa juu. Kwa mfano kwenye WhatsApp utaona kuna alama cha kengele kimetiwa mstari. Unachokifanya wewe unatoa kile kimstari kwa kubonyeza hiyo sehemu ya kengele. Ukibonyeza hiyo sehemu ya kengele, kile kimstari kitaondoka na taarifa zote za WhatsApp zitakuwa zinaonekana moja kwa moja kwenye simu yako pale zinapoingia, na huku pia zinasaviwa. Na hiyo ndio njia rahisi ambayo unaweza kutumia kuona message zilizofutwa ndani ya WhatsApp kwa kutumia NotiSave. Kama video imekusaidia, usiache kulike na kusubscribe kwenye channel yetu, na kama una jambo lolote unataka kushare, comment hapo chini, nitaliona na nitafanyia kazi. Hii ni Teknobongo, tutane video ijayo. Bye bye.